Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina vitu viwili ambavyo ninataka tuweze kuvitizama Ndio. kwenye siku hii ya leo, ambavyo napenda tuweze kujifunza. Ndio. Ni juu ya wito na kutumika. Okay. Ni juu ya wito na kutumika. Kwa sababu wito wa Mungu ni sauti ya Mungu ya kuweza kumchagua mtu kwa ajili ya kusudi fulani. Amen. Si ndivyo? Amen. Hebu tusome tuone Yeremia sura ya 1 mstari wa 5. Yeremia sura ya 1 mstari wa 5. Yes. Anasema, kabla sijakuumba tumboni nalikujua. Ndio. Kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ina maana wito ni sauti ya Mungu ya kuchagua mtu ili aweze kutimiza kusudi fulani. Amen. Sasa, je, kila aliyeitwa na Mungu anaweza kutumika na Mungu? Kila aliyeitwa na Mungu anaweza kutumika na Mungu? Inategemea, kwa sababu tunapozungumza utumishi ni mfumo wa sauti ya Mungu ambayo mtu ameisikia. Kwa sababu Yesu anasema mtu akinitumikia na anifuate, mahali nilipo ndipo atakapokuwepo mtumishi wangu. Kwa hiyo utumishi ni ufuasi. Huwezi kuwa mtumishi mzuri kama sio mfuasi mzuri wa Kristo. Unapomfuata Kristo ndio inaleta thamani ya utumishi. Na ukisoma vizuri maandiko, lile neno utumishi au kutumika limefananishwa na neno kuabudu pia. Kwa hiyo tunapozungumza utumishi ni mfumo wa ufuasi katika sauti, kwa sababu kinachozaa utumishi ndani ya mtu ni sauti. Kama sauti ndio ambayo imezaa utumishi, na kinachotunza utumishi ni sauti. Kwa hiyo yule mtu anapoisikia sauti ya Mungu anatakiwa kuwa na hali endelevu ya kumsikia Mungu. Anapopoteza sauti ya Mungu, kama alimsikia miaka 2 iliyopita Mungu alafu akapoteza hapa katikati, utumishi wake unakosa nguvu. Kwa kitu ambacho kinatunza utumishi wa mtu ni sauti endelevu, kwa sababu Mungu alipouanzisha utumishi ndani ya mtu ulianza kutokana na msukumo wa sauti yake. Kwa Yesu anaposema mtu akinitumikia na anifuate, huwezi kumfuata Bwana kama umsikii. Ndio maana Yesu anasema kwamba yeye ni mchungaji, alafu anazungumza kwamba kondoo wake wanaijua sauti yake na wanamfuata. Kwa hiyo kama tunazungumza mfano wa mchungaji na kondoo kumjua mchungaji kwa kumfuata yule mchungaji kwa kuitambua sauti, sisi tunapomtumikia Bwana ni mfumo ambao upo ndani ya yule mtu ambao unakuwa katika hali ya kuitambua sauti ya Mungu lakini na kuifuata. Lakini pia tunapotafuta kulingana na swali kwamba mtu anawezaje kumtumikia Mungu, je, kila mtu aliyeitwa anaweza kumtumikia Mungu? Hapana. Kila mtu aliyeitwa ni mpaka amejiweka tayari, amejishusha chini ya mapenzi ya Mungu. Kwa sababu unapoitwa, unaitwa chini ya mapenzi yake aliyekuita. Hautakiwi umtumikie Mungu kutokana na mapenzi ulionayo. Unatakiwa umtumikie Mungu kulingana na mapenzi yake. Ndio maana Mungu anapoita watumishi wengi, kama anawaita katika wito mkuu, atahakikisha anaiponda mioyo yao. Lengo la kuiponda ni kutengeneza unyenyekevu ili waweze kumfuata Bwana kwenye kila hatua. Na huwezi kuwa mnyenyekevu na kumfuata Mungu mpaka umepitwa kwenye hatua ya kupondwa. Sasa Mungu anapomponda mtu, anakuwa anautengeneza moyo wake katika kutii katika kila jambo. Kwa Mungu atafuti tu mtu ambaye ameitika, ila anatafuta mtu ambaye ana uwezo wa kumtii Mungu katika kila jambo. Tukirudi kwenye mfano wa Samuel nabii, Mungu wakati anamwita alishindwa kuelewa sauti ya Mungu iliyokuwa inamwita. Akaenda kumuitikia babake Eli, yule kuhani ambaye alikuwa anamfanyia mentorship kipindi kile. Akamwita mara ya pili Mungu, bado akamrudia babake. Na hili ndilo tatizo lipo kubwa sana pia katika nyakati zetu. Kuna watu wanasikia wito wa Mungu ndani ya msukumo wa nguvu za Mungu zinakuja zikiwa zinaita, yani Mungu anakuwa anawaita. Badala wamrudie Mungu, wamuitikie Mungu, wanaenda kuitikia wachungaji, wanaenda kuitikia baadhi ya watu ambao wamefanikiwa. Sio mbaya, lakini ni lazima umjue Mungu. Na Biblia inasema kwamba Samuel alikuwa haijui bado sauti ya Bwana kwa sababu neno la Mungu lilikuwa halijafunuliwa.
Kwa tunakuja kupata kitu kimoja. Ili mtu aijue sauti ya Mungu, ni lazima neno la Mungu lifunuliwe kwanza kwake. Kwa hiyo Mungu anapomfundisha mtu neno, ni hatua ya mtu kujitambua. Kwani kusomea mstari mmoja upo katika kitabu cha Kolosai, tupate nafasi kuona kitu kizito ambacho Mungu anakisema kutoka ni kitabu cha Kolosai ile sura ya 3. Ule mstari tutaangalia, ule mstari wetu ni wa 3 mpaka 4. Biblia inasema hivi, asema kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Naona hichi kitu. Tulikufa na uhai wetu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Alafu anasema Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo nanyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Kwa hiyo Yesu anapofunuliwa, si tu anafunuliwa yeye, anakufunua wewe. Kwa sababu uhai wako umefichwa pamoja na Kristo. Kwa hiyo mtu ili ajijue ni nani, ni lazima amjue Kristo, ambaye uhai wake umefichwa pamoja na huyo Kristo katika Mungu. Kwa kitendo cha ufunuo wa Mungu kuja ndani ya mtu, haupati tu ule ufunuo wa Mungu, lakini unapata ufunuo kwako mwenyewe. Sasa ndo tunakuja kuelewa pale kwamba Samueli alishindwa kuitambua sauti ya Mungu kwa sababu neno la Mungu lilikuwa halijafunuliwa kwake. Kwa kitu kikubwa ambacho kitamfanya mtu aweze kurespondi vizuri kwenye huu wito wa kiungu, ni lazima aweze kumjua Bwana kwa kutumia ufunuo wa neno. Kwa tunapokuwa tunawekeza msingi mkubwa sana kwenye kulifundisha neno kwa usahihi, tunawatengenezea watu pia usahihi wa Mungu wao katika kumjua na kumfikia. Kwa hiyo sio kila mtu anaweza akamtumikia Mungu, ni mpaka amepita katika ufuasi, awe ni mfuasi mzuri na awe na hali endelevu ya kuisikia sauti ya Mungu, lakini awe ni mtii mzuri kwenye ile sauti, kwa sababu kinacholeta maana ya utumishi ni kutii. Ndio maana Yesu anasema mtu akinitumikia anifuate. Lile neno kunifuata, Biblia zingine imetumia kumtii, kumfuata. Yaani huwezi kumfuata kama huna tabia kutii. Kwa hiyo na ndio maana tunapozungumza Bwana, hauwezi ukazungumza Bwana bila kuzungumza kitu kinaitwa utii. Anapozungumza Bwana na unapozungumza mtumwa huwezi ukamzungumza katika hali ya kuwa na bwana wake bila kuwa na utii. Kwa hiyo utii ni kitu ambacho kinahusiana kati ya bwana na mtumwa. Kwa tunapokuwa watumishi, utii ndio unabeba thamani na unabeba maana ya utumishi. Kwa hiyo kwa mfano, Yesu anapokuambia kitu fulani, fanya muda huu, ukifanya umekuwa mtumishi. Kwa sababu utumishi hujiamlii unachofanya, unasikia anachosema. Kwa hiyo watu wengi wanadhani utumishi kwamba ni zana ambayo inamtaka mtu ashike tu maiki. Hapana. Utumishi una hatua katika kumtii. Mtu anapoanza tu kumtii Mungu, ameshaanza kuwa mtumishi. Mtu yoyote anapoanza kumtii Mungu kwenye hatua aliona, ameshaanza kuwa mtumishi. Okay. Sasa kuna vitu kadhaa hapa nataka tuweze kuvitizama. Kuna vitu kadhaa nataka tutizame. Ukisoma Biblia unaona kuna makundi kama 5 hivi ambayo Mungu anayatafuta. Ndio. Mimi naweza nikasema, ninaweza nikaenda against na wewe kidogo. Si kila aliyeitwa na Mungu anatumiwa na Mungu. Excellent. Unafikiri kwa nini? Si kila aliyeitwa na Mungu anatumiwa na Mungu. Kutumiwa na Mungu ni kutengenezwa kwanza, kama nilivyosema. Okay, sasa hapo kwa nini kwenye makundi anayoyatafuta Mungu hawapo watumishi? Kwa sababu ukitizama makundi ambayo anatafuta Mungu, kundi namba 1 anasema hivi, mwana wa Mungu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Ina maana kundi namba 1 ni waliopotea. Kundi namba 2, ukisoma maandiko matakatifu anasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa sababu Baba huwatafuta watu kama hao. Ina maana hawapo. Kuna utofauti mkubwa kati ya kumwabudu Mungu na kumsifu Mungu. Kumwabudu Mungu kunaeleza yeye ni nani kwako, lakini kumsifu Mungu kunaeleza juu ya matendo makuu. Wanaomsifu ni wengi, lakini wanaomwabudu ni wachache. Ndio maana anawatafuta. Sasa kundi namba 3 wanaolitafuta anasema waombaji.
kwa sababu ukisoma Isaya 59 mstari wa 16 anasema nikatafuta mtu mwombaji lakini sikuona. Na kundi namba 5 ambalo analitafuta ni waombolezaji. Namba 4 waombolezaji. Okay. Waombolezaji. Sawa, tuwapate watu wapi? Watu kama anasema watakaolia na kuchuruzika machozi. Lakini kundi namba 5 ambalo analitafuta ni watenda kazi. Yesu anasema hivi, shambani mwa Bwana mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Anasema nami ninamwomba Baba, mwombeni Bwana wa mavuno awapeleke watenda kazi katika mavuno yake. Ina maana hawapo, ila waitwao ni wengi. Sawa, waliochaguliwa sasa ni wachache. Mungu anaweza akamuita mtu lakini asimchague mtu na kumtenga mtu. Excellent kabisa. Sasa kama Mungu anaweza kumwita mtu, ina maana wito sio kigezo cha kuweza kutimiza mapenzi ya Mungu kabisa. Sasa kama wito sio kigezo cha kutimiza mapenzi ya Mungu, unafikiri ni vigezo vipi ambavyo Mungu anavizingatia katika kuweza kumteua mtu ili aweze kutimiliza tumaini na wito aliyoitiwa? Vipo vigezo vingi. There is a series of test ambayo Mungu atampitisha ule mtu mpaka kumwamini. Kuwa chosen is not easy task, difficult task. Kwa sababu wengi wanapoitwa wanaitika wengi, lakini njiani wengi wanaacha wito. Na wito ni kujikana kila siku, sio kujikana mara moja. Ndio maana nasema kila atakayeamua kunifuata ajikane kila siku. Na kwa sababu wengi wanaacha njiani, kwa hiyo Mungu hawezi kumwamini mtu akimuita. Mungu anamwamini mtu akishapita mitihani ambayo ataiweka kwa ajili ya kuweza kumapprove kuwa chosen one. Kwa ukichaguliwa, mbingu zinakuamini, Mungu anakuamini, na uwezi kumdisappoint Mungu. Sasa tukiangalia katika hivyo vitu 5 ambavyo umezungumza, Mungu anapokuwa anatafuta watu, hiyo lugha ya hivyo vitu 4 imebebwa na lugha moja kubwa, watenda kazi. Kwa sababu muombezi unaweza kumkuta ni mtenda kazi, mtu anayeabudu pia anaweza akawe kwenye hilo kundi. Sasa tunapozungumza kwenye upande mmoja wa mtenda kazi, watenda kazi ni tofauti na watumishi. Biblia inasema, ukisoma Zaburi inasema kila kitu ni watumishi wa Mungu. Everything kinaweza kikamtumikia Mungu. Ndio maana pia ukiangalia hata Farao Biblia inasema nilikusimamisha kwa kusudi hili, nipate kuzionyesha nguvu zangu na kulitangaza jina langu. Kwa Farao alikuwa ni mtumishi ila nje ya agano. Sasa unapozungumza zana utumishi, lazima utafsiri katika namna mbili. Namna ya kwanza, Mungu anapowaita watu anawaita kwenye milango miwili. Anawaita kiagano na wengine anawaita nje ya agano. Lakini pia hii ni kwa upande wa nuru. Mungu anapokuwa anaita watumishi, anawaita kiagano na kuna mwingine anamuita nje ya agano. Kwa kuna watu wanamtumikia Mungu kiagano na kuna watu wanamtumikia Mungu nje ya agano. Na kuna faida za kumtumikia Mungu kiagano, lakini ziko hasara za kumtumikia Mungu nje ya agano. Okay. Utajuaje unamtumikia Mungu kiagano? Okay. Na utatofautisha vipi kana kwamba umtumikie Mungu kiagano? Kwa sababu ni vitu ambavyo ni very sensitive, kwa sababu tumekuwa tuna crisis ya watumishi wengi wanaochipukia. Sasa unaweza ukamtumikia Mungu kumbe uko nje ya agano. Na inajua haya ni majira kuingia kwenye agano. Ndio swali ambalo nilikuwa nalo hapo, kwa sababu tutembee kwenye kile ambacho Mungu anataka ili kuweza kukomboa wakati. Kwa sababu zamani hizi ni za uovu. Amen. Mtu anayemtumikia Mungu kiagano, cha kwanza ni mtu ambaye anayajua mapenzi. Yesu aliongea kitu kimoja, akasema si kila mtu aniambie Bwana Bwana atakaye ulisi ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Wengine siku ile watasema, Bwana kwa jina lako tulitoa pepo. Kutoa pepo ni utumishi. Kwa jina lako tulitoa unabii, kwa jina lako tulifanya ishara. Lakini Biblia inasema Yesu atawakana akisema, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa akasema watakaoingia ni wale wayafanyayo mapenzi yake. Sasa mtu ambaye ameitwa kiagano ni mtu ambaye ametengenezwa kuyajua mapenzi ya Mungu na kuyafanya. Kwa hiyo kumtambua mtu ambaye ni mtumishi wa Mungu kiagano ni mtu ambaye shauku ya moyo wake haiwi katika mazingira, inakuwa katika mapenzi ya Mungu.
manake anaujua moyo wa Mungu, anajua shauku ya moyo wa Mungu ilivyo, na ana uwezo wa kushibisha shauku ya moyo wa Mungu. Sasa shauku ya moyo wa Mungu, Yesu anasema chakula changu ni hiki, niatende mapenzi yake, mapenzi yake, niimalize kazi yake aliyenipeleka. Chakula, kama nasema chakula changu ni hiki, manake njaa yangu. Kama amezungumza chakula, manake kuna hamu anayo hapo. Huwezi kuzungumza chakula bila. Kwa hiyo chakula chake ambacho alikuwa anakipendelea ni kufanya mapenzi. Sasa na ukitaka kumtambua mtu ambaye ni mtumishi wa Mungu kiagano, yeye focus yake inakuwa kwenye mapenzi ya Mungu. Moyo wake wote uko kwenye kutimiza mapenzi ya Mungu. Na kwenye kipengele cha mapenzi ya Mungu ndo kile ambacho tumezidi kuongea, hawa ndo watu Mungu anaowatafuta. Ndio maana Yesu anasema bali wale wayafanyao mapenzi yako ndio watakao ulisi. Lakini kama mtu analitaja jina lakini afanye mapenzi ya Mungu. Kuna nani moja aliandika kwenye Isaya, anasema siku za mwisho kutatokea na wanawake 7 wataenda kwa mwanaume mmoja, wakiomba waitwe kwa jina la yule mwanaume. Alafu anasema lakini kujihudumia wale wanawake watajihudumia wenyewe, mavazi yatakuwa ni ya kwao, lakini wao wanaomba tu waitwe kwa jina ili waondolewe aibu. Tunajua jina la Yesu ni jina ambalo ni maarufu, popular name. Kwa kila mtu analitamani, lakini akishalipata hataki kufuata jina linachotaka, ila wanataka wafanye cha kwao. Ndio maana kuna huduma nyingi zimeitwa kwa jina la Kristo, lakini ukiingia ndani kitu kinachofanyika kwenye zile huduma sio kitu cha Kristo. Ni kwa sababu wale watu wanatumika nje na agano. Lakini agano lina condition. Condition kubwa kiagano ni kumwangalia yule mtu anapokuwa anafanya ile kazi au anapolitumikia lile agano, ni kulijua kwanza agano. Condition ya kulijua agano ni mapenzi ya Mungu ambayo yanajulikana. Automatically mtu anayelitumikia agano anaelekea mwisho wake ni kutumikia yale mapenzi ya Mungu ambayo Mungu anakuwa ameyataka na ameyapanga yatokee kutokana na yule mtu ambaye ameshamtengeneza. Kwa ni summarize kwa kusema kwamba katika watu hawa wawili, watumishi wa Mungu kiagano na nje ya agano, mtumishi wa Mungu kiagano ni mtumishi ambaye destiny yake ni umilele. Na Mungu anapomaliza kumtumia anakuwa ni wa kwake milele, anamuishia Mungu. Mtumishi wa Mungu nje ya kiagano, yeye anafanya tu ile kazi, lakini Mungu hana mpango naye. Yeye masuala ya mahusiano binafsi na Mungu hajali, na wala hayawezi kuaffect utendaji wake. Lakini mtu ambaye anamtumikia Mungu kiagano, uhusiano wake ndio unaamua utumishi wake. Uhusiano wake yeye na Mungu. Mahusiano yake yakishuka kati yake na Mungu, utumishi wake pia unashuka. Kwa hiyo huyu ni mtumishi ambaye yuko ndani ya agano. Lakini mtumishi ambaye yuko nje na agano, yeye hata afanye dhambi hawezi kuaffect utendaji wake. Sasa hapa ndo watu wanachanganyikiwaga. Wanaona mtu anafanya mistake, aishi maisha utakatifu ambao Mungu anaupenda, wanadhani kwamba hawajajua labda yule mtu ameitwa lakini ni nje ya agano. Farao alikuwa mtumishi wa nani? Wa Mungu. Mungu anasema nilikusimamisha kwa kusudi hili. Lakini alikuwa anaabudu miungu yake. Yes. Alikuwa ana kanuni, hana sheria za Mungu wa Israeli. Alikuwa na sheria zake, lakini Mungu alimwapprove kwa ajili. Kuna mtumishi mwingine ukisoma kipindi cha kina Elia, Mungu alimuinua akati anawatia mafuta Elia wale watu watatu. Alimtia, kuna mfalme mmoja ambaye hakuwa kwenye taifa la Israeli. Alitiwa mafuta ili awakomeshe Israeli kwenye tabia yao ya kufanya uasherati kwa kuabudu miungu mingine. Yes. Lakini yule ni mtumishi wa Mungu nje ya agano. Yes. Kuna mtumishi mwingine alikuwa anaitwa Ashuru. Yes. Lile taifa Mungu alilipa nguvu liweze kuipiga Israeli. Lengo ni kwamba Israeli wajifunze kumcha Mungu. Lakini yule jamaa alimtumikia Mungu nje ya agano. Yeye hajali uhusiano wake na Mungu. Yeye anachojali ametimiza ile kazi. Lakini mtumishi wa Mungu kiagano, condition kubwa, uhusiano wake na Mungu unaamua sura ya utumishi. Kwa sura ya utumishi inatengenezwa na uhusiano mzuri na Mungu anaokuwa na yule mtu. Okay. Kuna kitu ambacho kwenye majira na nyakati tulizopo tunahitaji sana kujua, kwa sababu watu wengi sana kumekuwa na mkanganyiko wa kujua nani ni mtumishi wa Mungu na nani sio mtumishi wa Mungu. Kwa sababu ya aina ya watu ambao wanatafuta majibu,
kwa sababu watu wengi sana wanatafuta majibu ya maswali yao hawapati. Ndio maana unakuta wanatawanyika kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Sasa kwenye kujua ni nani na anatimilika vipi na amebeba kusudi lipi, wengi hawajui. Kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa ninakifuatilia kuna nyakati fulani. Akati nimezama dipa kwenda kukifuatilia, Roho Mtakatifu aliniambia hiki kitu. Alisema anayezama kilindini ndio anayeuona ukuu wa bahari. Huwezi ukauona ukuu wa bahari kama hujazama kwenye kilindi cha bahari. Bahari si maji, bahari si maji, ni kilindi ambako ndani yake kuna vitu vinakaa. Sasa nikamuuliza Mungu, unaweza kuzama kwenye kilindi cha bahari? Kwa sababu utumishi wengi wanautizama kama bahari, lakini si wengi wanaozama ndani ya utumishi ili kujua tumaini la wito lilo ndani ya utumishi. Na ndio maana wanawatayarisha na kuwatoa watu kwenye focus ya kingdom, na kuwaingiza watu kwenye focus ya dunia. Hichi kitu kiko kabisa, hichi kitu kiko. Akati ninaendelea kumuuliza Mungu juu ya taswira ya mahali nilipo na kule ninakoenda, nilikuwa ninafikiri siku moja kuhusu uchumi. Akati ninawaza kuhusu uchumi, ninatokaje mahali nilipo na ninaenda wapi, ulifunguliwa mlango. Ule mlango wa ukoo wa Mungu nilikuwa ni mlango wa Shetani. Nikaitwa mahali. Akati nimeitwa mahali, niliitwa Masaki. Nikaitwa Masaki. Nilipoitwa Masaki, niliingia kwenye nyumba moja nzuri sana, nzuri sana. Nikakuta watu ambao ni famous wako ndani ile nyumba. Akati nilivyowakuta wale watu ndani ile nyumba, wakasema hivi, tumesikia audio za kwako. Kuna mtu ametutumia, jina lake nalihifadhi tu. Wakasema kuna mtu ametupa audio za kwako, tunataka tufanye kazi na wewe. Sawa sawa. Aliponiambia tunataka tufanye kazi na wewe, kuna kitu kimoja nikastaki. Kwa sababu nje ya lile jengo nilikuta magari ambayo ni very classic. Hamna gari nililolikuta pale la milioni 50. Magari ambayo nilikuta pale nilikuwa naanzia 100 kwenda juu. Sasa wakaniambia kitu kimoja, tunataka tukupe mkataba. Tunajua sasa unachipukia kwenye utumishi, tunataka tukupe mkataba. Nikauliza mkataba wa aina gani? Wakasema kila wiki tunataka tuifinance huduma ya kwako. Tunajua una eneo la kufanyia huduma, una vyombo na unahitaji gari. Okay. Nikauliza ni kwa namna gani? Wakasema sisi tutagharamia eneo, tutakununulia vyombo, tutakupa gari. Kaambia okay. Na tutakulipa kwa wiki, tutakulipa milioni 10. Kwa wiki tutakulipa milioni 10. Na kwa kadri utakapokuwa unaendelea watu wako wakiendelea kufuatilia wakiwa wengi, tutaangalia yale mauzui ya kwako ni watu wa aina ipi ambao wanasikiliza mauzui ya kwako. Baada ya pale ukifanya vizuri, kila wiki tutakuwa tunakupa milioni 20. Sasa mara ya kwanza akasema kwa wiki milioni 10, alafu kwa mwezi nakuwa ni manake ni milioni 40. Hapo wametoa eneo, vyombo na gari, lakini wanatoa milioni 40 kila wiki, milioni 10. Wakiwa wanaongezeka watu, tutakuwa tunakupa milioni 20. Ina maana kwa wiki milioni 20, kwa mwezi milioni 80. Sasa nikauliza hiki kitu kimekaa kwenye mlengo gani? Kwa sababu nikajua Roho Mtakatifu akanisemesha kitu pale pale, akanisemesha kitu pale pale, akaniambia hivi,
iko njia ionekanayo sawa machoni pa mwanadamu, lakini mwisho wa siku imebeba mauti. Alafu akaniambia kitu cha pili, akati naendelea kuwasikiliza, akaniambia hivi, yafaa nini kupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yako? Nikakaa nikaendelea kusikia, kwa sababu nilipokuwa ninasikia sauti ya mafanikio ilikuwa inaongea, ndo ile anayozungumza kwenye Yeremia 22 mstari wa 21. Anasema, nalisema nawe katika siku ya kufanikiwa kwako, hukutaka kusikia. Anasema, hii ndio iliyokuwa desturi yako tangu siku za ujana wako, kwa kuto kuisikia sauti ya Bwana Mungu wako. Kwa ile sauti iliyokuwa inapiga kelele ndani yangu ilikuwa ni sauti ya mafanikio, lakini ilikuwa sio sauti ya Roho Mtakatifu. Sasa akati wanaendelea, nikauliza hivi, itakuwaje? Wakasema, tukiona yale mauzui watu wanafuatilia wa aina gani, tutakutengenezea structure ya fundisho. Okay. Structure ya fundisho ndo hichi ulichokizungumza hapa, ya kwamba watu watakuwa wanataka kutumia jina la Kristo, lakini hawatataka fundisho la Kristo. Sawa sawa, chakula kitakuwa ni cha kwao, manake mfumo wa fundisho utakuwa ni wa kwao wao. Kwa wakasema hivi, tutakuwa na kuandalia mauzui ya fundisho. Na wakaniambia kitu kimoja, usiombe sana watu waokoke. Si unaelewa? Kuokoka kwa watu ni desire yao. Okay. End of the day wakaniambia hivi, kwenye maudhui ya kile ambacho tunataka ukifundishe, usiseme sana Yesu. Usiseme sana Yesu. Sasa sikulizingatia lile neno, nikaendelea kukaa nao. Baada ya pale, kuna kijana mmoja nilimuona ametrendi sana kwenye mitandao. Ana trendi sana kwenye mitandao, ana vitu ni very expensive. Nikamuona kwenye lile eneo. Baada ya kumuona yule kijana, moyo wangu ukamaka. Ni kijana mdogo, mtu wa kabila yangu. Moyo wangu ukamaka, why huyu nimemuona humu ndani? Okay, nikajua ya kwamba kumbe sehemu ya utajiri wa kwake anaupata kwenye mazingira haya. Kwa nikajua kitu kimoja ambacho Roho Mtakatifu akawa ameniana ati kwamba iko njia ionekanayo sawa. Kwa hiyo wakaniletea ile mikataba, wakataka ni saini, lakini imekuja ile mikataba kwenye mlengo fulani kama wa English. Okay. Kwa nikazungumza kitu gani? Nikasema mimi sijasoma, nimeishia darasa la 7. Sawa sawa, hii mikataba naomba ni saini kesho. Ni saini kesho, au unaweza kanipa hii mikataba nikampelekea mke wangu kwa sababu yamesoma, tukajadiliane na mke wangu alafu nitarudisha. Kwa kesho nitakuja. Okay. Baada ya kuondoka, nikakuta ndani yangu, nikawasha gari, nikaondoka. Nimefika Masaki Village kwenye supermarket, machozi yakaanza kutoka, yanatoka. Nikaenda direct kwa mke wangu, nikamwambia scenario yote jinsi ilivyo. Nikafika ofisini, nikamwelekeza, nikamwambia bwana, kuna kitu kiko 1 2 3. Akaniambia hata kama tuna hali ya uhitaji, no, sio wakati wa Mungu. Sio wakati wa Mungu. Kwa tukaendelea kufanya maombi ya toba. Listen. Baada ya kuondoka lile eneo, flow ya Roho Mtakatifu ilikata. Sikuwa naomba tena kama nilivyokuwa naomba. Sasa walinipa orodha na wakanitajia majina ya watumishi ambao wako chini ya influence yao. Fulani tuko naye, fulani tuko naye. Nisikilize, kwenye wito, kwenye tumaini la wito ambalo Mungu amelituitia, hatutakiwi kuchanganikiwa na mafanikio ya watu wengine. Listen, the progress of other people does not mean you are fair. Yes. Kwa sababu Mungu anajua ni kitu gani alichotuitia na ni namna gani atakavyotufanikisha. Yes. Kufanikiwa kwa mtumishi wa Mungu haukupo kwenye vitu,
Kufanikiwa kwa mtumishi wa Mungu kuko kwenye magari. Kufanikiwa kwa mtumishi wa Mungu kuko kwenye majumba. Kufanikiwa kwenye mtumishi wa Mungu kuko kwenye ufahamu na ufunuo wa neno la Mungu. Na hao anajua neema aliyopewa. Na anamjua vipi Kristo. Kwa sababu kama mtumishi wa Mungu atakosa maarifa ya utukufu wa Mungu, kufanikiwa kwake ni bure. Ndio maana hatutakiwi kujivunia nyumba na magari, kwa sababu hata hivyo mataifa wanawasa na wanavitafuta na kuvipata. Nisikilize, pesa haileti upako. Pesa kwa mtumishi wa Mungu kujivunia pesa ni uongo, kwa sababu pesa haileti upako. Ila pesa inachoweza kukifanya ni kuleta mtiririko wa upako, si kuvuta upako. Ndio maana Petro alimwambia yule ndugu yule Elima mchawi, akati anataka kutoa fedha ili kununua anointing, akamwambia hivyo upotelee mbali. Sasa tumekuwa na society na watumishi wa Mungu ambao wao wanajivunia sana mafanikio ya mwilini, lakini hawajivunii kwenye fundisho la Kristo. Na hao wanaweza kuvuta watu kwenye ufunuo wa Kristo. Ni hasara sana kwa mtumishi wa Mungu kujivunia vitu, kwa sababu kuna watu wapo wanamiliki vitu vikubwa kuliko hivyo, na hawamjui Yesu, na hawajakombolewa, na wanatafuta na wanavipata. Jaribu kufikiria watu wangapi ambao mioyo yao ilikuwa na fedha, leo hii hawana fedha. Wanachohitaji ni Mungu, alafu wewe unaenda kuwahubiria habari ya fedha. Ufalme wa Mungu si katika kula na kunywa. Ufalme wa Mungu ni katika haki, furaha, amani na Roho Mtakatifu. Kwa kama ufalme wa Mungu ni haki, furaha na amani ndani ya Roho Mtakatifu, tukikosa haki ya Mungu na amani ya Mungu na furaha ya Mungu na ushirika na Roho Mtakatifu, tumemesa tumaini la wito tulioitiwa. Hatutakiwi kuweza kujisifu kwa sababu ya vitu. Tunatakiwa kujisifu kwa sababu tuna fundisho la Roho Mtakatifu na tumepewa chapa ya Roho Mtakatifu. Anasema mtu akijisifu ajisifu kwa sababu anamjua Bwana. Lakini pia anasema mtu akijisifu ajisifu kwa sababu anamjua Bwana, kwamba anatenda haki, mema na hukumu, maana Bwana anapendezwa nayo mambo. Kwa hiyo ni lazima tuweze kurudi kwenye tumaini la wito ambalo tumetiwa, kwa sababu zamani hizi ni za uovu kabisa. Very powerful. Na ni kitu kikubwa ambacho umekisema mahali hapa, na Mungu atupe msaada mkubwa kama taifa. Taifa ile liko kwenye kukua. Na kama linakuwa, manake liko kwenye hatua ambayo tabia nyingi zitaonekana. Tabia za nuru na tabia za giza. Kama vile mtoto anavyobalee, kuna tabia hasi na chanya ambazo zinaweza kuonekana. Ndivyo ambavyo inakuaga pia kwenye ukuaji wa taifa lolote. Mungu anapokuwa ameruhusu ukuaji. Kwa hiyo Biblia inasema kila apitaye cheo wala asidumu katika mafundisho ya Kristo hana Mungu. Bali adumuye katika mafundisho hayo ana Mungu Baba na Mwana pia. Kwa kitakachodumisha uwepo wa Mungu kwenye nchi na taifa ni fundisho la Kristo litakalokuwa imara ndani ya nchi. Kama kuna ajenda za watu kuinua fundisho lao, manake wanaondoa uwezo wa taifa kuchukua uwepo wa Mungu. Na kitu kama taifa lazima tujifunze. Taifa la Israeli lilikuwa ndo taifa pekee ambalo linaweza likatembea na uwepo wa Mungu katika national level. Sio local church au kwa mtu mmoja. National level walikuwa wanatembea na uwepo wa Mungu kwa taifa zima. Mpaka wafalme walijua uwepo wa Mungu. Sasa Mungu kama yuko kwenye mchakato wa kuja kwenye mataifa kama letu, na anataka atembee kwenye level ya taifa zima, maanake kuna kitu kinafunguliwa ambacho kinaitwa fundisho sahihi la Kristo. Ambapo sasa ndio hicho watu ambao au waliokujia wanakuinulia ajenda zao, lengo ni kuharibu ule uwepo wa Mungu. Paulo anasema kitu kimoja kikubwa, anasema apande si kitu wala atie maji, ila Mungu afanye nini? Akuzae. Kwa kitakachofanya vitu vya kimungu ambavyo vimefichwa ndani ya Watanzania, ndani ya taifa hili, vikue na vichanue ni uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ni kama udongo ambao umebeba mbegu. Kwa hiyo watumishi sio udongo ambao umebeba mbegu. Uwepo wa Mungu ni kama udongo uliobeba mbegu. Udongo mzuri una uwezo wa kuotesha mbegu na kuifanya mbegu ikazaa. Kwa mbegu ambao Mungu ameificha kwa muda mrefu kwenye hili taifa itazaa kwa sababu ya uwepo. Na uwepo wa Mungu unatunzwa na fundisho. Uwepo wa Mungu unatunzwa na mfumo wa fundisho ambao unakuwa umebeba
ujuzi wa juu sana. Paulo anasema ninahesabu kila kitu kuwa si kitu kwa sababu ya uzuri usio na kifani wa kumjua Kristo. Yes. Kwa hii ndo lazima iwe ni key point, na shetani anachokifanya kwenye hizi nyakati anabadilisha ujumbe ndani ya watumishi kwa sababu moja, tumekuwa wavivu wa kusikia. Yes. Biblia anasema ingeliwapasa sasa kuwa walimu, lakini mnahitaji chakula chepesi kwa sababu kigumu hamkiwezi. Yes. Kwa sababu mmekuwa wavivu wa kusikia. Kusikia nini? Kusikia juu ya Kristo. Sasa kama watu ni wavivu, sasa uvivu kwenye kusikia unautafsiri vipi? Mtu anapendelea zaidi kusikia kitu anachokipenda. Tukienda kwa Mungu hatutakiwi kwenda kutamani kusikia tunachotamani kusikia, ila tunatakiwa tusikie kile Mungu atakachosema, anachojisikia yeye kusema. All right. Sasa ujumbe umebadilika mpaka ndani ya watumishi, kwa sababu tumewaendekeza pia watu tunaowalea. Ukiwa na mtoto mdogo ambaye umemnyonyesha kwa kipindi kirefu, akafika miaka 20 na akaendelea kunyonya, huyo mtoto ana shida, na hata ukiwaambia watu kila mtu atashangaa. Mtoto wa miaka 20 anawezaje kunyonya? Mbinguni unaujua mzigo Mungu alionao juu ya taifa letu na huzuni alionayo juu ya ukuaji ambao upo ndani ya nchi. Bado tunatumia chakula kidogo, tunatumia chakula kile kilaini, maziwa, na wakati nyakati zimeshaamua ukomavu, bado tunatumia chakula ambacho ni chepesi. Kwa nini? Ni kwa sababu tumewazoesha watoto wetu tunaowafundisha kula chakula chepesi. Mtoto anayeachishwa kunyonya, tafuta hao mama wanaonyonyesha, wanatumiaga nguvu kuachisha, huwa hataki. Na lazima tufanye shift kubwa kutumia nguvu kuwalazimisha kusikia cha Kristo. Yaani isitoshi tu kuwabembeleza kwamba wanataka waombewe wapate mafanikio, lakini ukifuatilia hata maandiko asema ndimi Mungu nikupae nguvu yes, za kupata utajiri. Kwa flow ya nguvu za Mungu ndio flow ya mafanikio ambayo inakuja. Sasa yes, watu powerful, wanashindwa kuelewa flow ya nguvu za Mungu na hawana shauku na nguvu za Mungu, kwa sababu shetani ameshabadilisha ujumbe ndani ya mioyo ya watu. Watu wana ujumbe wa hela, yaani tu kimuuliza mtu fungua moyo wake umejaa pesa. Yes. Haujajaa kutaka kumjua Mungu wala kukutana na nguvu za Mungu. Na kwa namna hiyo watu wengi watapotea. Biblia inasema nyinyi mnapotea kwa sababu hamyajui maandiko wala yes, uwezo wake. Kwa sababu ya kutokujua maandiko na uwezo wa Bwana, watu wengi watapotea. Na tukifuatilia hizi ni nyakati za udanganyifu. Kama ni nyakati za udanganyifu, hichi kitu ambacho umekisema mtu wa Mungu ni kitu kikubwa ambacho tunahitaji kuweka msingi mzuri juu ya watumishi ambao wanachipuka. Ndo ile tunarudi kwenye ule msingi, kumjua sana Bwana. Kwa sababu ukishamjua Bwana, Biblia inasema aliyoko ndani yetu ni mkuu kuliko aliyoko nje. Aliyoko nje tunamfahamu ni mmoja, ni Prince of the Air ambaye anaitwa Shetani. Na ambaye kwa muda huu amepewa mfumo mzima wa dunia na amepewa pia mfumo wa mali za dunia, anagawa apendavyo. Ndivyo alivyomwambia Yesu. Ninaweza kumgawia mtu nipendavyo. Kwa Shetani anaweza kumpa mtu mali. Lakini aliyoko ndani yetu ni mkubwa. Why tunasema ni mkubwa? Kwa sababu yeye ni muumbaji. Shetani sio muumbaji, hajawahi kuumba kitu. Ameumbwa. Lakini Mungu ni muumbaji, hajawahi kuumbwa na mtu. Yeye ndiye baba wa kila kitu, manake chanzo cha kila kitu. Kama tunaye huyo, tuna kila kitu. All right. Umenikumbusha kitu ambacho ni very sensitive sana. Very sensitive, very powerful. Kuna siku moja Roho Mtakatifu tulikuwa tumeketi hapa. Aliniambia kitu kimoja. Warumi 8:32. Akasema hivi, ikiwa Mungu akumwachilia mwanae wa pekee, bali alimtoa kwetu, atakosaje kutukirimia na hayo yote tukiwa tuko pamoja na mwanawe? Ina maana kama Kristo Yesu yuko ndani yetu, ina maana hawezi Mungu kuacha kutukirimia kwenye nyakati au uhitaji wa mambo yote ikiwa tuko na mwanawe. Kwa sababu kujibiwa kwa maombi ya mtu wa Mungu au mtu anayemtumikia Mungu inategemea sana uwepo wa Mungu ulio ndani yake. Sasa kwa nini unafikiri watu wengi sana wanaondoka kwenye kile ambacho wameitiwa? Kwa sababu Yesu anakuwa yuko ndani yao. Sawa? Yes. Ina maana kama Yesu yuko ndani ya mtu, Yesu hawezi kushindwa kumkirimia huyu mtu katika vitu vyote anavyohitaji. Sasa kama
ashindwi kumkirimia huyu mtu katika vitu vyote anavyohitaji, ina maana anaweza kumpa. Kwa sababu Biblia inasema yoyote miambayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea. Ina maana suddenly au immediately unapoomba, Roho Mtakatifu anajibu pale pale na anakukirimia na vitu vyote pale pale. Unafikiri ni kwa nini watu wengi wanatoka kwenye focus ya tumaini waliloitiwa na kuelekezea shabaha yao kwenye vitu vya dunia? Yes. Ni kwa sababu ya ujumbe wa dunia. Tunapozungumza ujumbe wa Mungu lazima tukumbuke dunia nayo ina ujumbe. Ndio maana Yesu anasema dunia inanichukia sababu ninaishuhudia kwamba kazi zake ni mbovu. Right. Alafu kuna mahali pengine anasema dunia yote inakaa chini ya ule mwovu. The message of this dimension is different from the message of heaven dimension. Yani ujumbe wa dunia hii ni tofauti na ujumbe wa mbinguni. Yesu alipokuja alihubiri msisitizo mmoja, ujumbe wa mbinguni, ufalme wa mbinguni, ufalme wa Mungu. Kama alikuwa anahubiri, manake message yake ilitofautiana na message ya dunia, kwa sababu kwa kipindi kirefu giza limetawala dunia, na tunaamini tunaisubiri miaka 1000 utawala wa Kristo hapa duniani ya amani. Yes. Kwa kipindi kirefu dunia imekaa chini ya influence ya giza. Watu wasipowahiwa na Mungu mapema wanakuwa wamebeba ujumbe wa dunia. Sasa ujumbe wa dunia siku zote hautii Mungu, haujui Mungu, hautaki Mungu. Right. Na unajiinua na unamfanya mwanadamu ajione kama anaweza kuwa kama Mungu. Kwa hiyo tunachokuona kitu kikubwa ni kwa sababu ya ujumbe wa dunia, dunia ilivyoongea kwetu. Wewe fikiria, watu siku zote tangu amezaliwa yuko duniani anafundishwa vitu vya duniani, mfumo wa dunia. Vitu vya mbinguni anapata tu nafasi Jumapili. Waliojitahidi kidogo watafanya hata wiki, lakini ni Jumapili tu. Unafikiri unaweza kuiondoa dunia ndani ya mtu kwa namna hiyo? Ni mpaka tumetengeneza mfumo. Ndio maana kitu ambacho kinapelekea watu sasa wakatae hicho kitu ni kwa sababu dunia imeshawapa ujumbe. Na ndio maana Yesu alikaa na wanafunzi miaka 3. Alitumia muda mrefu kufungua akili zao. Kwa sababu akili zao zilikuwa zimefungwa tayari kwenye fundisho la dunia. Ndio maana pale mwishoni anasema akawafungulia akili zao waelewe maandiko. Kwa sababu akili zao zilikuwa zimefunguliwa kwenye kuelewa mfumo wa dunia. Kwa hiyo kama Yesu alifungua akili waelewe maandiko, pia kuna namna shetani, kama shetani aliweza kumfungua Adam na Eva kuelewa kwamba mti wa ujuzi wa mema na mabaya wafaa kwa chakula, huo mtindo anao mpaka nyakati za mwisho. Ana uwezo wa kuwafungua watu kwenye hizo nyakati kuelewa kwamba mfumo wa dunia unafaa kuendesha maisha. Kama ambavyo waliona mfumo wa mti wa ujuzi wa mema na mabaya wafaa kuendesha maisha. Kwa hiyo anawafungua mpaka saizi waone kwamba mfumo wa dunia wafaa kuendesha maisha. Ndio maana anasema anachelea, kama vile nyoka alivyomdanganya Hawa kwa ila yake, asije akaziharibu fikra zenu. Kwa anachokifanya shetani, anaharibu fikra kwa kutoa fundisho lake. Kwa kuna kitu wanaaminisha watu, wanaona hii ndio njia sahihi na ndio njia sawa, lakini it's not good. Sio njia sahihi na sio njia sawa. Na kwa sababu hiyo Yesu alipokaa na wanafunzi wake muda mrefu, kitu alichokitumia, alitumia nguvu kubwa Yesu kukifanya ni kwenye kufundisha. Kwa sababu alikuwa anaelewa eneo la mafundisho ndio eneo pekee ambalo linatengeneza sura ya mtu. Miujiza itengeneze sura ya mtu, lakini fundisho linatengeneza sura ya mtu. Ndio maana unaona pale mwishoni Yesu akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Mungu awabariki sana. Tunaamini kabisa kuna kitu Mungu anatembea nacho ndani ya maisha yako, na hii ni platform nzuri ambayo Mungu anatupa kama taifa kwa ajili ya kutembea katika kiwango kipya. Sisi kama Watanzania tuna wajibu mkubwa wa kulipeleka taifa mbali. Mungu abariki. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Niki, karibu kwa neno la mwisho alafu tuwaache watu. Ninakushukuru sana Prophet Gideon kwa sababu ya neema ya Mungu ambayo ametupa katika siku ya leo. Nilikuwa nina maswali kadhaa ambayo moyoni mwangu yalikuwemo ya kutaka kuweza kukuuliza ili tuweze kupata ujumbe kamili wa siku hizi mbele za Mungu aliye hai. Kwa kukuona kwako wewe, nimeona ujumbe wa Mungu ndani yako. Kwa nina kila sababu ya kumtukuza Mungu kwa ajili yako, na najua kabisa ya kwamba ujumbe huu unaenda kuchange season ya mwanadamu ili apate kuelekea kwenye tumaini la wito aliyoitiwa, kwa sababu siku hizi ni siku za mwisho na Yesu amekaribia kuja. Mungu akubariki sana. Amen. Asante sana. Asante sana.